Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Tuje tuzungumze kwa ufupi kidogo, kwa ufupi kwa sababu tayari siku ya juzi tulishazungumza. Ni kama sakata la Folz na Yanga bado ni gumu hivi kwa jinsi ambavyo wewe unafahamu mpaka hivi sasa. Hali ipoje huko? I say kwa mpira wetu, nishasema mpira wetu ni mpira wetu kivyetu vyetu, si ndio? Kwanza hizi rumors au tetesi za kwamba Romain Folz anaondoka Yanga na karibia 80% za wachambuzi mbalimbali, wachambuzi wenzangu wa soka waliweza kuutaarifu umma au kuwataarifu mashabiki kwamba Romain Folz na Yanga tayari ndoa yao imevunjika au imefika tamati. Tukaja kuona juzi picha zake zikapostiwa kwenye mitandao ya kijamii ya klabu ya Yanga akiwa mazoezini na wachezaji wa klabu ya Yanga wakifanya mazoezi na kikosi cha Yanga na akiwa ametabasamu kwa mara ya kwanza. Si ndio? Watu wakasema usiamini kicheko. Huyu anaondoka na safari yake imeiva kwenda wapi? Kwenda Afrika ya Kusini. Hapo jana nimetazama kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. Romain Folz ameposti picha ya kwake akiwa ameweka emojis. Tunasema ni zile alama za kopa, ni umbo la love, upendo, ile moyo yenye rangi ya njano na kijani, lakini akiwa ameweka pia na emoji ya mpira. Kwa tafsiri ya kikachero ya haraka ni kwamba zile kopa mbili za njano na kijani ni kwamba yani ana mapenzi ya dhati na Yanga na mpira si ndo kazi yake, anafundisha, kauweka pale. Kwa hiyo ikaleta maswali kwamba huyu mtu bado yupo. Kupekenyua na kufikenyua kwenye habari zangu kwenye vyanzo vyangu vingine vikanambia ugumu umekuja sehemu moja kwamba ni kweli walihitaji kuvunja mkataba na kocha Romain Folz wamlete kocha wa timu ya taifa ya Madagascar. Lakini kipengele kilichokuja kuingilia hapo kati, na hasa hizi tetesi zimeanza leo asubuhi kwamba dili limekufa, Romain Folz atasalia Yanga na ataendelea sana kununa pale Yanga. Kwa sababu inatajwa, kuna sababu kuu mbili ambazo nimejaribu kufuatilia kwenye vyanzo vyangu na nikapewa. Kwamba kuna sababu kwamba kocha mkuu wa Yanga amehitaji kupewa pesa yake yote. Kumbuka Yanga ndo anavunja mkataba naye. Kwa hiyo stahiki zake zote za malipo anapaswa kupewa. Na Yanga hawakuwa tayari kufanya malipo ya namna hiyo, kwamba tunakupa fungu lako lote, tunamalizana na wewe. Walihitaji kutoa nusu. Kwa hiyo kocha katia ngumu, kaika minuno, kanuna zaidi kwenye swala la pesa yake, jasho lake. Sasa mwaga wino, mnavunja mkataba, basi nipeni changu niondoke zangu. Kuna msanii ninayempenda pia wa Bongo Flava anaitwa Bell9 alisema nilipe nisepe. Sasa kwa nilizozipata wakaona haiwezekani kumpa pesa yote kwa wakati mmoja, ni ngumu. Kwa hiyo wakasema basi endelea kumaliza shughuli yako Jangwani, msimu ukitamatika tutaangalia jambo jingine la kufanya. Hiyo ni sababu ya pili. Chanzo kingine kikanijuza kwamba kocha anayetakiwa kuja Yanga la Mold anahitaji kuja na kocha wake msaidizi. Lakini kimbembe kinakuja, kocha ambaye anahitaji kuja naye msaidizi ni kwamba hana vigezo, kama kilichomtokea kwa kocha wa klabu ya Simba Dimitri Pantev, kwamba inabidi afanye refreshers course ambazo kwa Tanzania tayari imeshaanza na pengine labda inabidi asubiri mpaka mwakani mwezi wa 5 ndio aweze kufanya refreshers course. Otherwise atafute nchi nyingine nje ya Tanzania ambayo inatoa course ya refreshers. Kwa hiyo kocha akaona kuja kufanya kazi na kocha msaidizi ambaye hamuhitaji ni ngumu. Yeye anamhitaji kocha msaidizi wake ambaye amefanya naye kazi wakiwa timu ya taifa ya Madagascar. Kwa hiyo pia ugumu kaja hapo kwenye dili la Yanga na kocha wa Madagascar Ramold. Lakini inasemekana kocha wa Madagascar tayari kashahaga huko. Ndio, na nimetazama leo asubuhi, jana niliona mpaka leo nikajidhihirisha zaidi, ni ujumbe ambao umekaa karibia masaa zaidi ya 10. Amewaaga kwa kipindi chote ambacho amekuwa pamoja, na akasema anajiandaa kuchukua fursa nyingine au changamoto nyingine kuwa kocha sehemu nyingine. Kwa hiyo ukijaribu kuunganisha dots, unakuja kuangalia pengine chanzo changu cha kwanza kilichonipatia sababu ya kwamba kocha Romain Folz amehitaji pesa yake yote ndo aondoke, kinaweza kuwa sahihi zaidi.
kwamba ni kweli japo Yanga hawajawahi kuja front kueleza umma au kueleza mashabiki na wanachama wao kwamba tunahitaji kuachana na kocha Romain Folz, hawajawahi kuja front, lakini hizo za chini chini processes zilikuwa zinaendelea kwamba Romain Folz tunahitaji kuachana naye, tunahitaji kupata kocha mpya. Waishakubaliana labda na kocha wa Madagascar Ramold, na kocha Folz pia washafanya naye mazungumzo ya kufanya taratibu za kutengana naye, si ndio? Ugumu umekuja kama nilivyosema, kule mtu kaaga anaondoka, huku tunaona kocha anaweka makopa ya kijani na njano na mpira kuashiria bado yupo. Na kwa vyanzo vyangu viwili taarifa zilizonipatia ni kwamba kocha Romain Folz sababu kubwa ni hiyo, anahitaji mzigo wake wote aweze kufanyaje kuondoka, hataki nusu nusu. Kwa hiyo kama ametaka mzigo wote apewe na imeshindikana, kipi kinachofuatia ni kwamba tutasema basi endelea na kazi yako. Kwa hiyo yule watakuwa wamemponza, unaona kwamba ameacha kazi ili apate kazi. Yani hiyo ni kutanguliza mabegi airport alafu wewe bado hujapata uhakika wa visa. Yani unakamata Uber unaambia tanguliza mabegi pale Nyerere Airport. Mimi nakuja, ndege inapaswa kuondoka saa 5, labda tuseme saa 8 mchana. Unatanguliza mabegi saa 5 asubuhi. Wewe ukiona imani kufikia saa 8 utakuwa umefika airport, muondoke na mabegi yako. Kinachokuja kutokea mabegi yataondoka, wewe unabaki kwenye foleni Mbagala umekwama, uweze kufika airport kwa wakati. Ndicho kilichotokea kwa kocha aliyekuwa anahusishwa kuja Yanga Ramold kutoka timu ya taifa ya Madagascar. Bwana, miongoni mwa taarifa ambayo nimeipenda zaidi ni hiyo kuhusiana na vyanzo vyako. Pasi na shaka unaviamini na sisi tunaviamini. Kwa mtatupa kitu kilicho bora zaidi. Mtazamaji wa RTV Tanzania, jina langu ni Gift Mario, na huyo ambaye umetoka kumsikia kikupa madini ya ndani kweli kweli si mwingine ni Alois Sagala. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa habari nyingi za kimichezo na burudani ambazo zinakuwa zinatokea ndani ya nchi ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kikubwa ambacho tulikuwa tukikiangazia siku ya leo ni kuhusiana na performance ambayo imeonyeshwa na mchezaji wa klabu ya Simba ambaye hajapata nafasi kuonyesha ndani ya ligi ya Tanzania, lakini tayari ameshaonyesha kwenye ligi ya Kenya, ameonyesha kwenye michuano mbalimbali ambayo amekuwa ameshiriki. Hapo namzungumzia Mohamed Bajabel. Huko yeye anakuambia ni zaidi ya Messi na Cristiano Ronaldo, ni miongoni mwa zile X factor ambazo alikuwa akizitafuta kocha aliyeondoka Fadlu Davis. Lakini pia tumezungumza kuhusiana na mchezo ambao imechezwa siku ya jana na nini kitatokea kwenye finali, na amekupa kabisa mkeka wake mzuri kabisa. Bingwa wa ngao ya jamii anakuambia ni Simba Queens, lakini mshindi wa pili atakuwa JKT, wa tatu anampa Yanga, na wa nne atakuwa Mashujaa. Kazi ni kwako tu kujitafutia riziki kupitia namna ambavyo wewe unajua, kupitia mikeka na kadhalika. Jina langu ni Gift Mario na huyu ni Alois Sagala na hii ni RTV Tanzania. Bye bye. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.